Hey, shalom beautiful people. It's been a while. Sasa leo kuna kitu nataka tuongelee ambacho maybe kinaweza kikakupa matumaini, kikakupa hopes, kikakupa kujiamini kwa sababu shetani ni mjanja sana. Na moja ya njia ambazo shetani anaweza kutumia ni kupitia accusations. So anataka always ujifeel guilty ili usije ukapiga step kabisa spiritually. Sasa nataka tusome kisa kimoja ambacho Yesu alikuwa na wanafunzi wake, kile happen, na akaelezea hiyo scenario kwamba ni kwa nini ilikuwa hivyo 1, 2, 3. So Yohana Mtakatifu sura ya 9 mstari wa kwanza inasema hivi: hata alipokuwa akipita alimwona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Okay. So hiyo ni story ambayo ilitokea wakati Yesu yuko nyakati zake za uinjilisti. Kwa hiyo wametembea wakakutana na mtu kipofu. Wanafunzi wake wakamuuliza, je, ni nani? Kwa sababu obviously kulingana na Torati kitu chochote kibaya, magonjwa, umaskini, mateso, afflictions za namna mbalimbali zilikuwa ili zikutokee ni lazima kuna dhambi umefanya. Kama hata pia ulisoma story ya Yona, unakumbuka mpaka wakamtupa nje ya ile merikebu wakihisi kwamba atakuwa ndiye chanzo, kwa sababu meli haiwezi kushake na meli kama kulikuwa kati yao kuna mtu mwenye dhambi. So ndio Torati ilivyo hivyo, kwamba kukitokea kitu chochote, kukitokea maafa yoyote, kukitokea majanga ya aina yote, lazima kuna dhambi utakuwa ulifanya, either ya siri au publicly. Sasa wanafunzi wake wakaja na ile concept hiyo, kaibeba hiyo concept kwamba ni nani alifanya dhambi kati ya mtu huyu au wazazi wake, kwa sababu haiwezekani azaliwe kipofu kama hakuna dhambi iliyofanyika. Yesu akamwambia, no, it's not like that. Mtu huyu hakufanya dhambi wala wazazi wake. Lakini Yesu akajibu lakini bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Sasa kwa nini nimekusomea kifungu hiki? Kwenye maisha kuna vitu unaweza kupitia, na kama binadamu ukishapitia hivyo vitu utaanza kufanya analysis. Maybe magonjwa ninayopitia ni kwa sababu nilitembea na mume wa mtu, tembea na mke wa mtu. Umaskini naopitia labda kwa sababu nilifanya 1, 2, 3, niliwahi kuiba, niliwahi kuzurumu. Changamoto nazozipitia kwa sababu maybe kila mtu ana vitu vyake ambavyo aliwahi kufanya. Of course ni dhambi na ni kumkosea Mungu, lakini sometimes Mungu ni Mungu ambaye huwezi kumuelezea, haelezeki. Ni Mungu ambaye namna anavyofanya vitu vyake tunamuelewa kwa sehemu, lakini ni Mungu ambaye huwezi kumuelewa. Kwa sometimes kuna vitu unaweza kupitia kwenye maisha kwa akili yako ukajua, okay, maybe hiki nachokipitia ni kwa sababu ya 1, 2, 3 nilifanya. Lakini Yesu anasema kwamba huyo hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Kwa hiyo huo ugonjwa unaopitia, au mateso unayopitia, huo unyanyasaji unaopitia, hizo kashfa unazopitia, hiyo hali ngumu unayopitia, Mungu ukimwamini Mungu, hiyo hali atakuja kuitumia kujitukuza kupitia hiyo hali uliyokuwa nayo, hiyo aibu uliyokuwa nayo. Sababu kuna watu wanaishi na mateso kwa sababu ana aibu fulani ambayo anaificha, hataki mtu ajue. Kuna vitu mtu anapitia hataki mtu ajue, kwa hiyo inamtesa.
lakini kuhakikisha Mungu, ukimwamini Mungu, hiyo situation unaipitia anaweza akaitumia kujitukuza, kama alikutumia ulemavu au jamaa. Kwa kupitia ulemavu wa huyu mtu, Yesu alipomponya yule mlemavu, Mungu alipata utukufu automatically. Kwa wewe, changamoto unayopitia Mungu ataitumia, na watu wengi watakuwa wanaitumia kama mfano, na watu wakishafanya hivyo, maana automatically Mungu anapata utukufu. Yani ukipita out of situation ambayo wanadamu walikuwa wanaona this cannot be done, you know, this person is done, is doomed, stuff like that,